these commercial gyms, gym big. Mind you, all the leading gyms in Kenya, Nairobi per se, 9 times out of 10 zinakuwa owned by foreigners. Unafaa mjue hivyo. You think of any big leading gym. Naongelea big like say VMX, Afrofit, Exclusive and what have you. This is our Kenya. Hiyo ni kitu moja first mnafaa mjue. Number 2, mistake commercial gyms wanna make ni they highly invest in good environment. By environment I mean high-end equipment, big space, quality washrooms, parking, like A1. Makosa tu moja wanafanya ni wana employ unethical trainers, or rather trainers wenye hawana skills, coaching skills. You know, gym ita attract clients, but what kinye itawa retain ni tabia ya trainers, or rather service. Service ndo ina keep a client, not equipment. That's why unapata once upon a time sasa amekuja na establishment yake, ameweka gym, akakuwa na crowd. Amekuwa na crowd because ana competitors. Akiangalia 360 ni yeye pekee ndo anadumu. All of a sudden mse mwingine akakuja na facility yake bigger and better than he. Mass exodus from this gym to the new gym. Mtu sasa anadhani amekill it. Unadhani sasa amekill it because sasa amechukua wateja wawase. So wewe unaringa, unadhani uko sawa. 2 years later mwingine tena amekuja na gym sasa noma kuliko yako. Another mass exodus. Wametoka sasa from that gym to the new gym. Kama kawaida wa Kenya, you know, Kenyans are very enticed with shiny objects. Kwanza clubs, hey, Wakenya wezi watu hapo. Club mpya tu ikitokea Wakenya washahama. So the thing about mass exodus is not because of the gym. It has never issue jai kwa gym, by the way. Issue inakujanga hapo kwa service and delivery. Kuna venye you guys are not delivering what you had promised, or rather msee akikuja gym unafaa ujue equipment ni kitu moja inaweza book client faster, very quick, like this, just like a car or any vanity. Simu once upon a time ilikuwa inakubamba cause huko nayo, once uko nayo auoni value hiyo kitu. Same goes for gyms. Uko na equipments, uko na very nice establishment, but watu wanahama. Kwani wanahama? Wanahama because they are not seeing results. Results ndio inafanyanga watu wahame, si kitu kingine. So wewe unafaa ujue customer aki walk in, test na machines. No matter what questions they ask, they will come ask you, hey, where are the equipment? Mbona hamna treadmill? Mbona hamna hii na hii na hii na hii? Mali mtawaezea, ukitaka kuweza such clients ni delivery. Wape kitu yenye unajua wakienda to other gyms hawatapata. So mkuwe na hiyo lack of competition. Msikuwe na competitors. Mkuwe like mnaweza compete kwa space, lakini hawezi compete kwa service delivery. Mistake naonanga na majim. So wewe jua kama uko na gym umeestablish na uko na clientele hivi, like unapatanga crowd imejaa, jua mtu mwingine akikuja kufungua gym opposite your building yako ama just some few kilometers away, watu watahama bado. Na wewe mtu mwenye watu wamekuja kwako, usidhani watakaa. You just need to ask yourself, why are these people moving around? Kwani ni mapastoralist? Wana move around because they are not getting what they want. You see, once you get a client like this, walk in your space, muulize maswali, unataka kwani? What are your goals? Ushaikuwa gym before? Ushaikuwa na trainer before? Ushai achieve your goals? Nini ilikufanya usiachieve? For how long umekuwa kwa hiyo gym? Uko na any what do you call it? Do you have any constraint yenye inaweza affect your progress? Maybe ni pesa, maybe ni familia, maybe ni trips, maybe ni job. Find out mbona umse a stick kwa one gym ama one trainer. Number last, which I don't even have lost count. You as an investor, invest in getting quality trainers. Quality trainers see biceps. For as much as it's a mark, or rather it's a score when you're handing out your CV, body haitoshi. Kuwa na good physique is not like the ultimate thing you're looking at. You're also looking at your skills.
can you transform this person from A to B, or from this to a desirable body? That is what they want. And then the method you're using should be also sustainable. Unaweza, you know, me, I will never measure success ya mteja na before and after. I don't measure with that way. Na measure na how sustainable were your methods. You get? Because me, I've seen online how trainers mna coach wateja. Nyi mnaamini mteja akichoka anarukaruka anafanya hizo mavitu. You get? Anafanya sijui spin class na hizo takataka zote. Sasa ati hiyo, of course uta lose weight. But unaona your method is sustainable. Your method is very hard. So your method is more of an entertainment kind of thing. Okay? So if you haven't understood the fundamentals, come on nutrition, why people need to strength train, yeah, why you need to train in a particular way, how many times a week you need to train, and such nitty-gritties, mteja tena atapotea. So gym owners, this is a message to you. Ask yourself questions of why are people moving from one gym to the other. Saa hii Kilimani hatuna gym kali. Gym zote zenye mnaona ziko Kilimani Lavington and Kileleshwa. Next gen ikiweza kuja hapa Kilimani, hizo gym zenyu zote zitakosa wateja. Yes, hiyo na waashua. That's a sure. You don't have to be a rocket scientist kujua that watu wata move from your gym to the new gym. Question is, where are they moving? That is the question you need to ask yourself. See machines already, si hata nyinyi mko na machines, kwani wali move? Yeah, si usafi inaweza kuwa ni hygiene, but I don't think ni hygiene, because niko sure hygiene yenu pia iko sawa. Ni nyinyi ma trainers mnafanya clients waende. See the person wa gym, si owner. Hiyo ni secondary. All those things, hygiene, investor and what have you, hizo ni secondary. Primary, the primary cause of clients moving from gym to gym is because of the trainers. See ati trainers wanalala na wateja. That's not the reason. It's because you're not giving them what they want. And how do you give them what they want? By first identifying where the problem is. Yeah? Ama pia mna attract the wrong people. Mna attract watoto wa campus. Mna attract watoto wa campus wezi sustain kulipa rent ama kulipa gym. Watoto wa campus wamekuja kutafuta wa baba sasa. Yeah, unless analipiwa na mama yake ama baba yake. That's a different case. And still it's not sustainable. I'm telling you, even if your parent is paying for your gym, it's not sustainable. So here are the factors zenye zinafanya muhepe, wateja wahepe. Demography, you're getting wrong people. Hands down, munatafuta the wrong people. Target market yenyu iko poor. Number 2, services yenyu iko down. Down kama pipes za shonde. Number 3, it's either mfanyi ads, ama marketing yenyu iko down, ama pricing yenyu iko down. Yes, those 3 things. Demography, angalia the target market. Pricing, angalia pricing yenyu iko aje. Mkiwa too cheap, it's even worse. Ili mkuwa expensive, mna attract the right people. And then mwangalia service. You're not delivering what you promise watu wenyu. Munawapea vituko kwa gym. Mtu anaumia, mtu anatoroka. Yes, that is why gym yenyu haina wateja. Hakuna reason nyingine. Marketing, service delivery, demography and pricing. Hakuna reason nyingine inafanya watu wahepe gym. And if you don't take this seriously, mutaniambia in the near future. Save this video.